mkutano wa leo ulikuwa ni kutoa mrejesho wa mkutano mkuu ambao ulifanyika tarehe 22 Novemba mwaka 2025. Ulikuwa ni mkutano maalum kwa ajili ya kuwapa mrejesho wa yale ambayo yaliamuliwa na wajumbe wa mkutano mkuu ambao wanafanya kwa uwakilishi. Lazima tuitishe mkutano wa wanachama wote kupata kile ambacho kiliamuliwa na wanachama ambao waliwatuma kwenye mkutano. Kwa hiyo lengo kubwa lilikuwa ni hilo la kufanya kwa ajili ya kutoa mrejesho wa mkutano mkuu. Jukumu hili linafanya na wajumbe wote ambao ndio waliochaguliwa na wanachama kwa ajili ya kuwakilisha kwenye mkutano mkuu. Lakini la pili, tulikuwa tunatoa tathmini nzima ya chama kwa miaka mitano iliyopita, na tumeona ukuaji wa chama kwa miaka mitano kuanzia 2021 mpaka 2025. Tumeona ukuaji kwenye eneo la hisa, eneo la akiba na eneo la mikopo. Kwa hiyo maeneo haya matatu tunajivunia kwa kweli kwa wanachama wetu kutumia huduma za chama vizuri, na chama kimepiga hatua kubwa kwenye eneo la hisa, kimepiga hatua kubwa sana kwenye eneo la akiba, na kimepiga hatua kubwa sana kwenye eneo la mikopo. Kwa hiyo ilikuwa ni kuwashukuru wanachama wetu kwa ajili ya kutumia huduma mbalimbali za chama na kufanya chama kiendelee kushika nafasi mbalimbali za juu ndani ya nchi. Kwa hiyo kubwa ni kurejesha mkutano mkuu, lakini la pili ni kuwapa shukrani wanachama kwa kutumia huduma vizuri za chama na kufanya chama kutimiza miaka 30 tokea 95 mpaka 2025, ambapo sasa chama kimekuwa kubwa na kinaendelea kuongoza katika nafasi mbalimbali. Ukisema kimepiga hatua katika akiba, hisa na mikopo, kwa mfano hali ikoje leo? Hisa zetu za chama zaidi ya bilioni 4 na zaidi. Kwenye upande wa akiba tunakimbia zaidi ya bilioni 28. Kwa hiyo tuna amana mbalimbali ambazo amana maalum na amana za kawaida ziko fedha karibu bilioni 2. Kwa hiyo fedha hizi zote hizi ni za wanachama ambazo wanachama waweza kupata huduma mbalimbali. Lakini pia tumekuwa na uwezo mkubwa wa kutoa mikopo midogo na mikubwa. Chama kinaweza kutoa mkopo kwa mwanachama mmoja zaidi ya bilioni 1. Kwa hiyo ni hatua kubwa kwa chama. Kwa hiyo yote haya ni manufaa ambayo tunayapata kwa wanachama, lakini pia kwa mwanachama mmoja. Kwa hiyo hizi hatua tunazopiga sio kwa maana ya taasisi, ila kwa maana ya mwanachama mmoja amenufaika kwa kila eneo ambalo ameendelea kutumia huduma za chama. Na meneja kidogo, na mmekuwa na vitu gani vya kuwapelekea wananchi huduma? Mmekuwa na utaratibu huo wa utolewaji wa viwanja na kadhalika? Tujuze kidogo kuhusiana na eneo hilo. Chama chetu kimejipambanua kwenye kuwekeza katika maeneo mbalimbali. Nje ya kwamba tunatoa huduma za uwekaji wa akiba pamoja na utoaji wa mikopo, lakini pia tuna miradi tunafanya. Kuna mradi ambao tumefanya kule Dodoma wa kuuza viwanja kwa wanachama wetu, ikiwa ni sehemu ya kuendelea kuhamasisha kumiliki ardhi, na wanachama baadhi waliweza kupata maeneo kule Dodoma. Lakini sio hivyo tu, kuna eneo pia tumeuza viwanja hapa Goma. Nia ni ile kuwafanya waendelee kumiliki rasilimali za ardhi. Kwa hiyo nje ya kwamba tunatoa mikopo, lakini pia tuna miradi tunafanya ambao wanachama wananufaika kwa kupitia chama chao. Kwa hiyo wote haya ni manufaa mbalimbali ambayo tunayapata. Lakini sio hivyo tu, tumetoa pia pongezi kwa wanachama wetu ambao wamefanya vizuri. Wako wengi waliofanya vizuri, lakini kila mwaka tunatoa pongezi kwa baadhi ya wanachama. Kwa hiyo miongoni mwao tumewapa wachache, lakini pia wengine watakuwa wanaendelea kupata hizo zawadi kadri muda unavyozidi kwenda. Kwa hiyo tuendelee kutoa hamasisho kwa wanachama wetu wote kutumia huduma za chama vizuri kwa miaka hii mitano 2026 mpaka 2030, ili tuendelee kunufaika na huduma zetu, lakini pia kupata zawadi mbalimbali ambazo tunazitoa kama chama. Na mipango na matarajio gani hasa wakati huu tunapoanza mwaka mpya mwingine? Mipango ya miaka mitano hii, lakini mwaka huu 2026, kwanza ni kuendelea kuhamasisha wanachama, kutuletea wanachama ambao ni wazuri ndani ya chama, kutuletea ndugu zao, marafiki zao, majirani zao ambao kama namna ambavyo wamefaidika kutumia huduma za chama, tunaamini nao majirani atakaowaleta, marafiki watakaowaleta, nao watanufaika na chama hichi kama walivyonufaika hao. Lakini zaidi pia ni kuendelea kuhamasisha kuweka hisa, kuweka akiba. Lengo ni kupata huduma kwa gharama nafuu kwa masharti ambayo kila mmoja ataweza kuyamudu. Kwa hiyo moja ya jambo ambalo tunatamani kufanya kwa mwaka 2026 ni kutoa huduma kwa wakati, kwa gharama nafuu na kwa masharti ambayo kila mwanachama anaweza kumudu, ili kuongeza kasi ya maendeleo ya ukuaji wa sekta katika shughuli mbalimbali kila mwanachama ambaye anafanya. Na katika hilo, katika upande wa teknolojia, mmejipangaje kwenda na kasi ya utoaji wa huduma kidigitali zaidi? Ni kweli pia wanachama wetu tumeendelea kuwajulisha kwamba
chama chetu kimeendelea kufanya mapinduzi ya teknolojia ya TEHAMA. Tumeanza na mradi ambao ulikuwa unahusisha kupata huduma za SACCOS kwenye simu zetu kwa maana mobile app pamoja na USSD, kama mwanachama sasa hivi anaweza toa fedha na kulipa huduma mbalimbali za serikali, kufanya malipo ya kinyamuzi, kununua umeme. Hiyo ni hatua ambayo tumeifanya kubwa sana, lakini pia tulifanya pia kubwa ni kuwa na ATM ambayo mwanachama wetu popote atakapokuwepo kupitia ATM za Umoja Switch pamoja na za NMB anaweza katoa fedha katika ATM yoyote zaidi ya 1000 Tanzania. Hizo ni hatua kubwa kwa maana kwamba mwanachama wetu sasa hivi tena hana changamoto ya kutoa fedha popote hapo Tanzania. Na tumeenda mbali zaidi, tumeanza jukwaa la wanachama EFCT Members Portal ambayo itawapa nafasi kubwa zaidi ya kupata huduma bila wao kufika chamani, kwa ambapo mikopo hiyo wanaweza kuomba sasa moja kwa moja kupitia mtandao na ikajadiliwa na wakapewa majibu yao ya kuja kuchukua fedha kwa kupitia huduma ya Members Portal. Yote haya ni kuhakikisha kwamba tunarahisisha upatikanaji wa huduma na wanachama wapate huduma hizo kwa wakati ili kuokoa muda, lakini pia kuweza kufanya majukumu mengine ya uzalishaji wa shughuli mbalimbali za kiuchumi. Asante. Kwa majina naitwa Mchungaji Leon Pius Shirima, ni mjumbe wa bodi ya SACCOS ELCT ND SACCOS. Tujuze kuhusiana na mkutano huu wa leo, ulilenga nini hasa na maazimio ambayo mlitoka nayo? Tunamshukuru Mungu kwamba tumekuwa na mkutano mzuri wa wanachama wote, na ulikuwa ni mkutano wa mafunzo. Imetolewa elimu juu ya umuhimu wa kuweka akiba, kukamilisha hisa, kuweka amana, lakini pia umuhimu wa kukopa katika SACCOS yetu. Pamoja na elimu hiyo, pia tumepata nafasi ya kuwasilisha maazimio ya mkutano mkuu wa uwakilishi uliofanyika mwaka jana tarehe 22 Novemba, na mojawapo ya maazimio hayo ni kuwakumbusha wanachama juu ya wajibu wao. Kwanza kabisa kila mwanachama kukamilisha hisa za thamani ya $500,000 sawa na hisa 100, lakini pia kuweka akiba mara kwa mara. Na hapa tunawahimiza wanachama angalau kwa mwezi aweke kima cha chini kisichopungua $20,000. Na pamoja na hayo, wale ambao wanachukua mikopo basi wajue kwamba unapochukua mkopo basi urejeshe kwa wakati ili kuruhusu na wengine pia kupata mikopo. Na ni kwa nini ni muhimu kwa wanachama kuendelea kuweka akiba pamoja na kufikisha lengo lile la hisa anzia za $500,000? Kwa kweli, kwanza kuwa na hisa unakuwa na haki ya kuwa mmiliki wa chama. Unapofikisha hisa zako za $500,000, maana yake wewe ni mmiliki wa chama, na unapokuwa mmiliki wa chama unayo fursa ya kupata huduma za chama, kwani pamoja na kuweka na kukopa, lakini pia pamoja na kupata magawio ya faida na mambo kama hayo. Lakini pia kwa habari ya kuweka akiba, tunajua kwamba ni jambo muhimu. Tunahitaji kujiendeleza na kutimiza ndoto zetu, na unapokuwa na akiba na kuweka vya kutosha, basi unakuwa na uwezo pia wa kukopa kwa ajili na kuwezesha kutimiza mahitaji yako. Asante.